Ndio unang'ang'ania tena kidole. Mlimkondesha. Mlimkondesha nani? Kama ndio alifika Warabuni. Alienda. Sijaona kufanya lolote la maana na Warabuni yake. Wewe wajua anafanya maana, mimi nasema nifanye. Kwa wale mpaka usahau ziwanza vipi? Nilifanya na usiku ikasi. Ipi? Hapa. Sasa pia si wakumbuka tukafanya sasa kwa mwezi tukafanya mpaka hizo ndio tunatoa. Tulikuwa naye. Sasa. Tukajua ina haraka. Kumbe hata Ngoja na Kasimu hapa. Pia siku moja hapa. Nakupenda niko nini? Kamera siri kaja Jani awe serious, kazi siwe mbovu bwana. YouTube hizi. Walipa sasa hivi akaunti yangu iko na shida. Kuna jamaa wapate hizo pesa. Alitumia akaunti yangu. Nilikuwa na kaswida nyingi hivi na mawaidha. Sasa nikasema tuwafanye mimi kwa kwa kile Jumaa wana post mawaidha. Sasa wale viewers wakawa wengi. Niko na subscribers 13,000. Viewers zimekuwa nyingi, karibu milioni ngapi? Si tukasema tufanye ile inalipa. Sasa mimi ndio kule wakajaribu wale nini mara kwanza ikashindana, kwa mara pili tofauti. Sasa juzi nimeangalia kwa posta inalipa, pesa zinaingia kwa akaunti yake. Sasa nataka nijaribu kulingana na kwa YouTube wageuze, lakini sio kuna mambo niambie nifanye mambo ambayo yasumbua at least yaani mtu akiwa na Facebook pia. Facebook ndio nilianza sasa hivi, ile zamani vile iliharibika. Sasa ndio kugeuza hii ile viewers hizo content, lakini jamaa Facebook leo tutajalia la pesa kusema kama juzi nilikuwa nimeangalia kwa sababu kama nianza kujalisha upya zimesha dola 4. Ndio ilikuwa kwa mwezi. Lakini wanaanza kutoka kama $70 ndio.
kama 10,000 Kenya ndio wanatumia. Sasa tabia hiyo kanifanya siku ndefu. Kwa hiyo na direct ile producer au lakini mama pia ni kwa kasida kama mbili. Sasa kabla sijazitoa tujue hatima hiyo. Kuna kisichana kilichotoa hizo kaswida. Babake alikuwa tena gari kubwa. Usione leo YouTube hapo juu. Zinalipa zile. Wengine wanatumia vibaya YouTube, Facebook. Wetu wamo tu kuuza sura. Ndio maana mekaruka ile akaunti yake ya Facebook kwa akiwa alipeana pesa nyingi sana ili irudi. Na alifaulu alifika mpaka Nairobi. Akiwa nikaiacha sikujua nifanya Uganda, ningekuwa nimeshaile ile. Alafu kuna vitabu kama vimeandika pia vimepotea. Na wanadamu walisoma mpaka na akaunti za watu. Namba yako ni kwa nini umeisajili mara mbili? Naambia ya pili basi ifute. Sipesajili mara mbili, ile pili ifute. Naambia okay, sasa nimeona umetumia pesa nyingi sana. Umetumia pesa ngapi? Swali hilo liko busy sasa, tutaka kufahamu nayo. Nikamwambia mara mwisho nimetuma 500. Na akaunti yako sasa iko na ngapi? Naambia iko na 0 akakata. Kuna mwingine alimwambia nimetuma 50,000. Alafu sasa iko na pesa ngapi? Naambia sasa hivi kama 70,000. Alizungumza mimi. Kila nikitaka kukata simu yeye na mimi. Nusu saa ni kama mnazekrea. Ukifanya hivi, sifinya nini na nini na vile nafinya. Na alafu hivi mpaka mwisho wakaona nafanya mjinga. Kwa juu kuna mwanamke anakupigia kutoka Safaricom. Namba ni yeye tu. Wao achana nao. Sasa sisi ndio watu ni wajinga. Sio nakupa account number, sio pesa yako itafanywaje? Account number Nyanza na 01. Kisha tupigiwa wa DT in case BSP hivi. Mwambie account yako iko na hivi na hivi. Mwambie mwanzo unazungumza hata hiyo banki yenyewe hata si account nayo. Naye akanipigia wa Absa. Sasa wakati nishafunga account na Absa. Mwambie account yako iko na shida sijui tena akujua majina yote. Namwambia sasa tuactivate account yako bila naambia ufungeni. Ngeni kama nilala. Wakiwa bado mnapanga. Wengine nililiwa 500 na wala kusema watu wapaa wale. Nikaliwa ni akanisomea watoto mwanzo wanaanza sasa. Naambia na mshoga mara moja. Katiwa skuli. Mtu ananipigia tena sijui naambia ikateni. Si akaunti yako naambia akaunti yangu hii hapa wapi? Si ukunda sehemu gani? Jioni ya huyu.
Maana wao wanajua kufunda, si maandiko location funda. Wow. Naambia mimi kuna niko na nyumba nyingi sana. Nakwambia wapi? Hapo nitakuonyesha. Sasa jina anipigia, sijui mimi nakupigia kutoka Kenya kwako. Kosa kana mama wala kupiga simu. Naambia mimi mwenyewe pia nafanya Kenya kwao. Sasa Kenya kwao au unafanya kuandika. Para na mafungo ama katika pale hivi. Kama mmoja akabuya. Ila ni pale ndani wako tuliva. Wafunge na ba. Ni kama mmoja hadi ndio kama mwenyewe mwangalie kama jichukua yeye yani zudi taiona huko hapo mtandaoni huko. Mimi kiona sina shida, maana nitaiona hapa tayari. Kiona scroll na like na comment Kila kiona live na ile kuna kwa nani wewe tofauti sana. Hapa ni kuna. Waamini. Wakati hamna kazi hazitoki, subiri kote moja. Kuone hivi Juu ya hapo sasa. kama vile uko kazini. Na jamaa wangu sema alikaa miaka mingi hana kazi. Alipata kazi nikamwita kazini. Baada ya siku mbili akijua kwenye tena hivi. Sasa alikuja akafanya kazi. Alafu akafaulu, lakini sasa ikawa nafasi wa kuamini. Tukasema tumchukue mwenzake. Mwenzake tukamchukua, alifanya kama mwezi wa pili, akasema mimi na mahesabu yangu na yako tayari, wacha niende. Ikabidi tumtolee mwingine. Na kila siku ananipigia simu ananiuliza. Nikamwambia basi njoo kesho ndio uanze kazi. Akaja. Anafanya kazi siku ya kwanza, siku ya pili apigiwa simu. Alitoka kwingine. Namwambia sasa wewe mwenyewe uamue. Mwache mtaka yote ukosa yote. Aliamua kabaki hapa kwangu kama tuna yeye. Sikazi siku hivi. Wakati huu na bwana hakuna haja ya Muona labda na kujinasi. Hata kuchotea maji jirani hapo. Bana logba mimi. Ngoja la ufunguke.
Japo utajua wao kumbe mimi nafanya kazi. Okay. Ya, kwa sababu utajua Unaona kule mbeleni? kwa ile hardware. Sasa hardware ilikuwa yafungwa Disemba mwaka jana. Manake wale vijana walikuwa wanaichezea ile hardware. Ikawa sasa mwenyewe kasirika akasema inafunga. Sasa wakapoki kwa Disemba yafunga. Ikaenda kufika Disemba kweli ikafungwa. Kiasi cha wiki za kuhesabu tu. Wacha wale vijana kule wasote walihaha, wakahaha. Ikabidi sasa wampatie Abdullah zote naye. Tumeona ile shida bwana. Ikabidi sasa tuwe serious. Sikabidi funguliwe tena hivi. Ndio kaachwa Ahmed kule. Sasa hivi wako serious na walikuwa wanafanya kutoka kwa wafanyakazi mpaka hao kina Ahmed. Kazi muhimu bwana. kazi muhimu. Watu waelewe. Usicheze na kazi, cheza na mshahara. Mtu akiwa kazini anajiona yeye ndio yeye. Hakuna. Ile kikatiki. Hata mimi kule kazini waangalie vijana wangu. Naambia nyinyi mko hapa malalamika, mara shida hizi. Kuna wenzetu hizo shida wazitamani wazipate lakini hawazipati. Hadi aomba tu apate mahali atapata shilingi yake 200 kwa siku. Ni msukumo. Apate yote kwa shilingi zako 200 hapa kwa siku aziona azifai. Kuna siku ndio karibu nikamwambia hasa ile ambaye naona ninawapigania mshahara ongeza kwa nini wananiuma. Kaambia sana watu yule ambaye naona haufai mshahara akae pale. Ainue mikono akae pale. Na wale ambao wataka kazi ainue mikono akae hapo. Sio mtu aliyeruka. Sasa siku injinia leo karenda. Siku ile kwa mkao. Makali nyudi mpaka sasa akasema hapo. Ndio vile naona mshahara ufai ainue mkono. Kae pale. Mpange. Hakuna hata mmoja aliye mkono. Sio hicho. Yaani hivyo lakini kikakani. Kama hivi. Sio hiyo. Kwa hiyo kuna na msoro. Ilikuwa. Kuna na msoro kwa kujua kuna pia jengo wala lipa. Yes, kwa alijua. Injinia Karenda. Tosha. Na haja niona nimekasirika kama hivyo. Lucas kwa nini nacheka ni jamaa pana. Sasa wale ambao marafiki zangu wa karibu leo injinia Rembo chapiki mchezo kabisa. Naambia sasa watu wanakaa nini pale. Ndio jamaa kashtuka huyo, ndio uoga. Hata wengine akawa kuna mambo yao